Mazoea ya kutokufikiri kiuwekezaji ndio mazoea ambayo yamepelekea kwa wakulima wengi kushindwa kufikia yale matamanio makubwa hasa katika kilimo uwekezaji. Leo tunaangazia mambo ya msingi kuzingatia hasa katika kilimo cha viazi vitamu. Jambo la kwanza la msingi, ndugu mtazamaji, unatakiwa uandae ardhi au uandaaji wa ardhi ni jambo la kwanza na la msingi hasa katika kilimo cha viazi vitamu. Hatua hii inakuhitaji uweze kutayarisha shamba kabla ya kupanda viazi vitamu. Unatakiwa usafishe shamba lako kama unavyoona shamba langu, pamoja na kuondoa magugu yote, kuondoa miti yote katika eneo ambalo umechagua kwa ajili ya kupanda viazi vitamu. Kisha unatakiwa ufanye deep tillage. Deep tillage ina maana kama utatumia jembe la mkono, basi itakuhitaji unapokata yale mapande ya ardhi jembe liweze kushuka chini. In case ukitumia trekta inakuhitaji zile plow, harrow, zile diski zinapozama chini basi ziweze kufika katika kile kiwango ambacho yale maudongo au yale mapisi ya udongo, mavipande ya udongo basi yanakuwa juu na kile cha juu kinakuwa chini. Tunapofanya deep tillaging au kulima kwa kina kwa chini zaidi, hii inatusaidia sasa ile mizizi itakapoanza kutengeneza ya viazi, itakapoanza kutengeneza iweze kwenda direct moja kwa moja chini katika utafutaji wa virutubisho vingine ambavyo vinasaidia moja kwa moja katika makuzi ya viazi vitamu. Maeneo yanayotokea mafuriko mara kwa mara au maeneo ambayo yanatokea mafuriko yanapaswa kuepukika. Kwa hiyo hutaki kuchagua eneo ambalo linatokea mafuriko. Utengenezaji sasa wa matuta unatakiwa warau sentimita 30 mpaka 60 urefu, lakini pia upana sentimita 60 mpaka 90. Kama wewe ni mdau mpya wa kilimo uwekezaji, usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kucomment na kushare kwa marafiki pia. Lakini upana sasa 60 to 90. Wastani wa spacing unaweza kutumia 30 kwa 60 au 60 kwa 90. Moja ya faida kubwa sana ya kukushauri utumie spacing sahihi, matumizi sahihi ya spacing huboresha mzunguko wa hewa kwenye mmea hivyo kupunguza unyevu unaofavor magonjwa ya kuvu kama vile leaf spot.